watukufu wa Islam, ninakuhusieni pamoja na mimi kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah jalla jalaluhu, na hiyo ndio wasia bora kabisa. Kama kuna watu wamepata kuhusia na jambo lililokuwa bora katika ulimwengu wao lenye manufaa kwa akhira yao na dunia yao, basi hakuna isipokuwa wale ambao watahusiana juu ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwa wenye kumcha yeye na kumwogopa. Ndugu zangu, leo tutakwenda kujifunza kutoka kwa mmoja katika wema waliopita, miongoni mwa katika waliomtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kikweli kweli. Historia ni tamu, historia ni mafunzo, historia ni elimu ambayo ndani ya historia tunapata kujifunza mambo mengi sana. Ndiyo maana hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotaka kutueleza na kutufundisha yanayohusu dunia yetu ndani ya Qur'an, amekuja na uslubu ya historia kwa baadhi ya mambo, bali akamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun, wasomee historia, wasomee hadithi, wasomee visa, ndani yake huenda wakapata kutafakari kutokana na hayo utakayowasomea katika historia. Mgeni wetu wa leo hatujawahi kumzungumza katika khutbatul Jumaa, na kwa sababu ya khutbatul Jumaa hatutamzungumza kwa kirefu, bali tutachukua zile nukta tafat fi hayatihi wa fi siratihi wa akhlaqihi, ili tupate kujifunza kutokana na maisha yake na tabia zake na thaqafa, mwenendo wake, vipi alivyoishi, kwa sababu na yeye alijifunza kutoka kwa wale waliokuwepo katika zama zake. Huyu yeye alikuwa ni miongoni mwa wanafunzi wa masahaba tabiina, wale waliokuja baada ya masahaba wanaitwa tabiina. Huyu tutakaye kwenda kumzungumza ni miongoni mwa katika wanafunzi wao. Wa kullan naqussu alayka min anba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Anaendelea Mwenyezi Mungu kutoa msisitizo, kumwambia mtume wake kwamba kullan naqussu alayka min anba'i rusul, hayo yote tunayokusimulia katika historia za mitume wenzako, ma nuthabbitu bihi fuadak, lengo tupate tuutie nguvu moyo wako, upate uone vipi waliishi maisha yao, walipitia mambo gani. Unapata kusoma na kujifunza wewe mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa wanawachuoni wetu wametukusanyia historia za wema waliopita, ikiwemo historia ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambayo ndani yake tunajifunza mambo mengi tunayoyatumia katika maisha yetu. Na huyu tutakayemzungumza leo, tutachukua baadhi ya nukta chache chache za muhimu ili tuzitumie na sisi katika maisha yetu. Baba yake na mama yake walitoka Khurasan, wanatoka Khurasan wanakwenda zao Makka. Khurasan ni mji katika miji iliyopo North Middle East, kusini kule mwa bara la Asia. Inapakana na miji ile ya Afghanistan, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan na miji mfano wa hiyo, na Khurasan pia ipo katika jirani na miji hiyo kule bara la Asia. Bali sira inatuambia Khurasani utaikuta ndani ya nchi ya Iran. Khurasan, baba yake na mama yake wanatoka Khurasan wanakwenda zao Makka. Kwa bahati nzuri sana
Safari ikafika mpaka palipokusudiwa Makkatul Mukarrama, wanakwenda kuhiji fi baitillahi alharam. Lakini siku hizo wakati wanakwenda, mama alikuwa mjamzito, ambao ndio ujauzito wa huyo ambaye tunataka kumzungumzia leo hii. Alhamdulillah, wakafanya ibada ya haji. Wanamaliza kufanya ibada za haji ndani ya mji wa Makka. Mama yule ndipo Mwenyezi Mungu alipomjalia akashikwa na uchungu, akajifungua mtoto kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mtoto wa kiume, mtoto ambaye baba alitizama jina gani nimpe mtoto huyu ambalo litaendana na yeye. Amezaliwa katika mji mtukufu, katika nchi ambayo inaitwa Ummul Qura, mama wa miji yote na nchi zote ulimwenguni. Ni Makkatul Mukarrama, ndio mji wenye daraja tukufu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa mtoto huyu kazaliwa ndani ya mji huu, bali kazaliwa katika tukio tukufu la haji. Akaona hakuna jina litakaloendana naye mtoto huyu isipokuwa nimwite Ibrahim. Subhanallah, na Ibrahim ndio mwenyewe mwenye Makka. Wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawa'ida min albayti wa Ismail. Mwenyezi Mungu anatuambia katika Qur'an, na tulipomwambia, alipoinyanyua, alipochukua maamuzi ya kujenga nyumba ya Mwenyezi Mungu Ibrahim pamoja na mtoto wake Ismail, baba akamwita Ibrahim. Alitambulikana mtoto huyu katika sira, jina lake alikuwa akiitwa Ibrahim ibn Adham. Ibrahim ibn Adham amchagulia jina zuri, masha Allah, akamwita Ibrahim. Walipomaliza safari yao ya haji, wakarudi zao nyumbani, maisha yakaendelea. Sasa ni nani huyu Ibrahim ibn Adham? Huyu ndiyo yule sahibul maqula, ndiyo mwenye maneno ambayo yanazunguka muda mwingine katika dua zetu. Tunaomba, anasema Allahumma nqulni min dhulli al-ma'siyah ila izzi at-ta'ah. Kama utasikia mara nyingine watu wanaomba dua, wanasema dua hii muasisi wa maneno haya alikuwa ni yeye huyu Ibrahim ibn Adham. Allahumma nqulni, e Mwenyezi Mungu, nitoe mimi min dhulli al-ma'siyah, katika upotevu wa kufanya maasi, ila izzi taa, nipeleke katika utukufu wa kufanya taa na kukutii wewe Mola wangu. Mwenye maneno haya ni yeye Ibrahim. Bali ana maneno anasema, idha ghala shay'un taraktuhu fayakunu arkhasa ma yakunu idha ghala. Kitu kikiwa ghali, kikiwa bei, mara nyingine bidhaa zinapanda katika miji yetu, vitu vinapanda bei, vyakula, mafuta na bidhaa nyingine. Yeye anasema vikipanda, idha ghala shay'un, kitu kikiwa ghali, taraktu, mimi nakiacha, sinunui. Kimepanda kwa sababu mnanunua, mkiwaachia mkawasusia wanaopandisha bila ya sababu za kuwa wapandisha zile bidhaa zao bei, hawatakubali viwaharibikie. Nasema fayakunu arkhasa ma yakunu idha ghala, watashusha bei, utahamaki vinakuwa rahisi kuliko vile vilivyokuwa vipo ghali. Ibrahim ibn Adham.